Bana, hii ndio Zoa TV, tunazidi kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri siku hadi siku. Cha msingi tu hakikisha kuwa unazidi kusabu hapo chini ili maisha mengine yazidi kuwa poa sana. Cha msingi ndio hicho ambacho nimekutangulizia kukuambia, kuwa sabu ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV. Bana, story ambayo ipo mezani ni kuhusiana na ofa ya Pacome Zouzoua. Ipo mezani na ofa hii watu wengi sana wanaizungumza kwa mitazamo mbalimbali kuhusiana na Pacome Zouzoua. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu Pacome Zouzoua alishawahi kugoma kufanya mazoezi na timu kwa sababu ya Yanga kufunika ofa zake ambazo zililetwa mezani. Lakini ofa hii ambayo ilimekuja imetokea hali ambayo timu hii pia inamfahamu Pacome Zouzoua vizuri sana. Ikumbukwe kuwa baada ya kucheza na hali hapa Tanzania tulikuwa tumepigwa dakika za jioni, Pacome akatumia uwezo wake binafsi akasawazisha goli. Pale hali walimuona, lakini baadaye wakaja kumfuatilia vizuri sana, wakaona ni mchezaji ambaye anawafaa kwa matumizi yao. Lakini wao wametuma ofa ambayo ipo mezani. Sasa hivi ofa iliyoko mezani naweza kusema ni bilioni 1.5. Ela nzuri sana Yanga wakichukua kufanyia majukumu yao mengine, wakitafuta wachezaji wengine wadogo ambao wataweza kuwapa platform na baadaye wakaonyesha uwezo wao. Lakini ukija kuangalia Yanga, wao wanakomana Pacome Zouzoua waongeze mkataba. Pacome yeye amesema bana, hili swala la kuongeza mkataba hayupo nalo kabisa. Yeye ana focus na deal ambalo lipo kuelekea Uarabuni, kwa sababu anajua pale hali ni platform kubwa sana ya kumpeleka nje, kwa sababu tunajua hawa ndugu zetu kutokea pale Ivory Coast plani zao kubwa sana, hao mawazo yao makubwa ni kucheza soka la Ulaya au Bundesliga kule kwa ndugu zetu Jerumani, Italia, ndio mawazo yao makubwa sana. Angalia wachezaji wengi sana ambao wametokea pale Ivory Coast wameelekea moja kwa moja kwenye mataifa makubwa kama England, Hispania kule kwenda kufanya makubwa. Ataangalia kikosi ambacho kipo pale Ivory Coast, pia unaweza kuangalia wachezaji wengi 90% wanatokea kwenye mataifa ya Ulaya kule. Sasa unaweza kuangalia mawazo yao yako hivyo kwa sababu uwezo wanao, alafu pia ndugu zao hao mabraza ambao watangulia kwenye mpira walishatengeneza njia kutoka nje. Sasa Yanga wao wanakomaa kuwa bana, hili swala tunatamani tuongeze mkataba. Yeye amemwambia ofa ipo mezani, msipoichukua mimi naondoka kama free agent. Na akiondoka kama free agent ni maana kwamba Yanga awali 100 yoyote mkataba umeisha, yeye anaondoka kama hajui chochote kuhusiana na swala la Yanga, anaelekea pale Al-Ahly. Kuna platform kubwa sana kumpeleka nje. Tunajua kabisa kwa Al-Ahly wao wanacheza michezo mikubwa barani Afrika, tunaweza kusema hivyo, lakini duniani kwa ujumla kombe la vilabu duniani tunaweza kuona kuna siku wamecheza na Real Madrid, Arsenal, ni timu kubwa ambazo wamecheza nazo. Lakini wachezaji wengi ambao wanasajiliwa pale unaweza kuona wanatoka Bundesliga, pia na wachezaji ambao ni high quality, alafu hela ambao wanalipwa ni hela nzuri sana tena sana. Lakini sio hicho tu ambacho nimekusogezea hapa, lakini pia Jonathan Sow kutoka pale Singida Black Stars pia naye anahitajika kule Al-Ahly. Jonathan Sow amekuja hapa baada ya kutoka Saudi Arabia. Yanga walimhitaji kipindi Yanga wanacheza na timu kutoka pale Ghana, walimhitaji, lakini baadaye akasema bana, mimi siji Yanga, akaelekea Saudi Arabia. Alivyoelekea kule kiwango kikashuka baada ya kuwekwa benchi muda mrefu, akavunja mkataba, akaamua kuja Tanzania. Singida Black Stars wakamchukua, wakaishi naye na amekuja katikati ya msimu. Ukiangalia mabao ambayo amefunga mabao 7, analingana na wachezaji ambao wameanza tangia mwanzo, kwa mfano kama Stefan Aziz Ki na magoli 7 yeye. Lakini Jonathan Sow amekuja katikati ya msimu, ameshaweza kufunga magoli 7 na kuhakikisha kwa mambo yanakuwa mazuri kwa upande wake. Lakini hii ofa pia ikikamilika ya Singida Black Stars, wao wanafanikiwa kuweka hela kwenye akaunti zaidi ya bilioni 3.9, hela ambayo ni nzuri sana. Singida Black Stars wanaweza kufanya shughuli zao nyingine nyingi. Tumeona juzi wametoka kujenga uwanja wao, ni mapato hayo yanaongezeka, wanaweza kufanya makubwa sana. Na hapa ndio pale ambapo nazidi kuamini kuwa soka letu linazidi kukua siku hadi siku. Juzi tu tumeona unaweza kusema manager wa Stefan Aziz Ki, Pacome Zouzoua, yao naweza kusema yao kwasi, unaweza kunielewa hivyo. Ndugu yetu Jonathan pia yuko kule. Huyo ni manager ambaye management wachezaji wengi sana, aliitwa na Wydad Casablanca kutokea pale Morocco na wakakaa. Nimeona kocha kutokea pale Mokoena kutokea pale Afrika Kusini pia alikuwepo kwenye kikao hichi kuangalia je wanakubalianaje kumchezaji gani anaweza kuondoka. Pacome mkataba wake
wake ndio huko unaishia, na mchezaji ambaye anaweza kupiga hesabu kubwa sana anaweza kuondoka, anaweza kwenda Wydad Casablanca au akaelekea Al Ahly yao. Sasa hapa ndio tunajiuliza Yao Kwasi sasa hivi ndio anarejea taratibu, kama akipata soko pia anaweza kutoka, kwa sababu meneja wake pia ni mtu ambaye anafahamu masuala ya kuuza wachezaji na kununua. Cha msingi tu tujue Yanga, je, maamuzi yao ni yapi? Lakini kama wewe ni shabiki pia dondosha comment hapo, niambie bana mtazamo wako ni upi kuhusiana na swala hili, Yanga waruhusu au wabakize? Naweza kusema kuwa huo utakuwa ni mtazamo mzuri sana tena sana. Bana, hii ndio Zoa TV, tunakupa vitu cream, vitu visafi sana hapa na mimi pia lazima nihakikishe kuwa nimekula kiapo kuweka mambo poa hapa ndani ya Zoa TV. Sabu mshtue mwana, mwambie bana Zoa TV hili ni chimbo la maana. Bana.